jitahidi mkono wako huo miongoni mwa ule ambayo inatoa kheri na kutambua neema za Allah. Al-yadul ulya, Mtume anasema mkono wa juu khairu min al-yadi sufla, ni bora kuliko ule mkono wa chini wenye kuomba. Bimaana siku zote ule mkono ambao kazi yake ni kutoa, ndio kwa sababu ule mkono unaotoa na ule wenye kuchukua inakuwa ni hivi. Wewe unatoa, wewe unachukua. Ule wenye kutoa uko juu, al-ulya uko juu. Ule wenye kuchukua unakuwa ni asufla, uko chini. Sasa ule mkono ambao ni wenye kutoa ni bora, uko juu. Ule wenye kuchukua uko chini. Kwa hiyo unakuwa ni mkono wenye kudhalilika, wenye madhila. Kwa sababu gani? Unachukua sehemu ya chini, na siku zote kilichokuwa juu kinaheshimika. Sasa al-yadul ulya, mkono wa juu, bimaana al-yadul munfiqa, mkono wenye kutoa, khairu min al-yadi sufla, ni bora kuliko ule mkono ambao siku zote ni kuomba na kuchukua. Ndiyo maana yake. Bimaana haviwezi vikalingana ule mkono ambao unatoa neema za Allah na fadhila za Allah na ule ambao kazi yake tu ni kuchukua na kuomba, haviwezi vikalingana. Huu wenye kutoa unajiokelezea na kujirimbikizia kwa ajili ya akhera, ukaonekana ndio mkono bora, na mtu anasema kwamba ni mkono wa juu, na wenye kuchukua ni mkono wa chini. Kilichopo chini siku zote kina udhalili, kinadhalilika, hakiheshimiki, kinadharaulika. Sasa hivi sasa mwanadamu, jitoe katika ule udhalili, usikubali siku zote kuwa chini ya udhalili. Muislamu hafai kuonekana kwamba ni mdhalili kila siku. Mtume anakataa Muislamu kudhalilika, kuonekana ni dhalili. Na katika hadithi kwa Mtume anasema kwamba omba Mungu, Mtume anakuomba kwamba siku zote Mungu amkinge na kudhalilika, kwa sababu kudhalilika ni aibu, ni fedheha kwa jamii mbele za watu. Hivyo sasa Muislamu atakikani kuonekana ni mtu dhalili na mnyonge siku zote. Kumbe sasa wewe kama uko katika hao ambao siku zote mkono wako uko chini, umedhalilika, basi badilisha, jitahidi angalau kidogo kidogo utie sehemu ya juu mkono wako. Al-yadul ulya, mkono wa juu, khairun, ni bora kuliko mkono wa chini wenye kuomba na kuchukua siku zote.